Kwa majina naitwa Askofu Pius Peter ya Mungu. Kanisa la NLGCC hapa Isingiro, lakini tunatambulikana kwenye mitandao yetu kama NLGCC Kagera. Unaweza ukatufuatilia ukaona mambo tunayofanya na namna ibada zetu zinavyokwenda. Na tukiwa hapa leo Isingiro, Kyerwa Kagera, tumebahatika kuwa na wakati mzuri sana tangu Ijumaa mpaka leo Jumapili. Tumekuwa na wakati mzuri sana ambapo tumekuwa na mgeni mtumishi wa Mungu Bishop Mtume na Nabii Gaston Angel Tadeo kutoka Nkwenda, ambaye amekuwa baraka sana. Na hapa anafanya mazungumzo pamoja naye, tunahitaji kuzungumza. Mtumishi wa Mungu, karibu sana. Asante sana Bishop. Tunafurahi kukuona hapa Isingiro. Leo ni siku yako ya 3 ukiwa hapa Isingiro. Ndio. Karibu, kwa ufupi ujitambulishe, watu wakufahamu, na unakotokea wanaweza wakakufuatia pale kanisani kwako wakaona mambo yanavyoenda. Karibu sana. Asante Bishop. Kwa majina anaitwa Mtume na Nabii Askofu Gaston Angel Tadeo, askofu wa makanisa ya IEMC Karagwe na Kyerwa. Napatikana Nkwenda ambako nachunga. Nimefurahi kupata ukaribisho huu wa pekee ambao umekuwa wa baraka kwa kweli. Ndio. Nikushukuru kwa kunikaribisha. Nimefurahi sana. Katika siku hizi 2-3 ambazo umekuwepo hapa Isingiro, umekuwa na somo zuri linalohusiana na mtu kutambua wazazi wake. Kulingana na uzoefu wako, kuna madhara gani mtoto anapokuwa hatambui baraka za baba na baraka za mama kwa pande zote mbili, kiroho na kimwili? Asante baba askofu. Kwanza, mzazi amewekwa kwenye amri 10 za Mungu. Katika amri 10 za Mungu, moja na inayojitegemea, isiyotegemea amri nyingine, ni waheshimu baba na mama upate heri na miaka mingi duniani. Lakini ukisogea mbele, wakati Mungu anaendelea kuwahamasisha juu ya hilo wana wa Israeli, aliwaambia hivi: siku zenu zipate kuongezeka, kurefushwa. Ndio. Kwa hiyo wazazi wana baraka mpaka za kurefusha siku za mtoto ambaye anawatii, anawasikiliza. Lakini pia tunapoendelea mbele tunaona wazazi wa kiroho. Kwenye kitabu cha Waebrania, Biblia inasema ni afadhali sana tukijitia chini ya baba wa roho zetu tukaishi. Okay. Na Yesu alisisitiza kwa Roho wake Mtakatifu wakati Paulo anaandika kwa kitabu cha wa Efeso kwamba enyi watoto watiini wazazi. Hii ndio amri ya kwanza yenye ahadi na inayojitegemea. Kwamba watoto wakiwaheshimu wazazi wataishi miaka mingi, lakini maisha yenye heri. Yeah. Safi sana mtumishi. Tunashukuru sana kwa hilo. Katika siku 2 ulizofundisha na leo umehitimisha, labda umeona aje mwitikio wa watu, wamelipokeaje jambo hilo? Je, wameelewa, wamepata uzoefu mpya kutokana na maisha yao walivyokuwa wanaishi na wazazi wao na nini? Umeonaje mwitikio wa watu leo? Kwa kweli binafsi nimeona watu wakipokea. Kwanza siku ya kwanza ilionekana kwanza kawaida, watu hivyo sogea walielewa. Siku ya pili jana niona watu wakielewa. Na wale nilioanza nao wameelewa zaidi kuliko waliokuja leo. Lakini ni lazimu nipite kule nyuma kidogo ili nisogee mbele. Kwa kweli nimeona watu wakipokea kabisa. Una watu wazuri ambao wakifundishwa wanaelewa. Okay. Yes. Asante sana. Labda ujumbe wako sasa kwa mtazamaji anayekutazama sasa hivi kupitia kwenye media yetu ya kanisa NLGCC Kagera, unampa ujumbe gani kulingana na leo? Umegusia sana maadili yameharibika, lakini watu wanashindwa kuishi muda mrefu kwa sababu zile baraka haziko kwa Mungu. Umeeleza ziko kwa wazazi, na wazazi unaona leo watoto wanawapiga wazazi. Unasikia wazazi wanakimbia familia kwa sababu wakati mwingine baba na mama wanaelewana, wanakubaliana ili kumnyanyasa baba, lakini wakati mwingine
watoto wanashindwa, hata waliosomeshwa na kufikishwa kwenye vyuo vikuu na nini, wakishafika huko wanaungana na wake zao, wakishaoa au na waume zao, alafu wazazi wanawaacha. Unakuta wazazi wako nyumbani huko, walishauza na shamba kwa ajili watoto wasome, lakini watoto wamekimbia, wameenda, wako mijini, wako maeneo mbalimbali, wanakula raha, wanakula maisha, wanaendesha magari mazuri, baba yuko kwenye nyumba ya nyasi. Wanaponda maisha, wanakula bata, wazazi wanawaacha. Una ujumbe gani kwa Watanzania kwa ujumla wanaotusikiliza leo, wanaotutazama? Una ujumbe gani kwao? Asante baba askofu. Biblia inasema kwamba mwanangu, yasikize mafundisho ya baba yako, lakini pia zishike sheria za mama yako. Hivyo vitakuwa taji ya neema kichwani pako. Yes. Ujumbe nilionao kuanzia kwa wazazi, hasa akina mama, kwa sababu kuna wimbi kubwa, akina mama wanaungana na watoto kumnyanyasa baba. Lakini tumeona kwamba baba ndiye mwenye baraka. Okay. Mama ana baraka ndio, lakini kibibilia watoto wa kwanza tuje kwa Isaka anambariki Esau. Aliyetoa ahadi ya kubariki ni baba, lakini mama alisikia, wakala njama, akaja kubarikiwa Yakobo, akamtengenezea mazingira. Akamtengeneza mazingira. Kwa hiyo anayebariki ni baba. Okay. Kwa hiyo watoto wakikosa baraka za baba, akina mama wanaofanya hayo mambo wajue wanawaua watoto wao. Okay. Hawatawasaidia. Okay. Kwa hiyo wazazi tushirikiane kuwalea watoto. Watoto wawaheshimu wazazi ili watoto waweze kuishi maisha yenye heri na yaliyoongezewa siku. Wito wangu kwa Watanzania ni huo. Amen, amen. Ndugu mtazamaji, tumehitimisha semina yetu leo siku ya Jumapili tukiwa na mtumishi wa Mungu, mtume na nabii Askofu Gaston Tadeo hapa kanisa la NLGC Isingiro, ambapo wito wake mkuu ni kwa familia. Familia, maadili yamemonyoka, maadili yameondoka kwa sababu ya watu kuacha majukumu yao. Baba ana jukumu, mama ana jukumu na mtoto ana jukumu. Kanisa linafundisha, jamii inafundisha. Neno la Mungu linaelekeza nini kifanyike katika maisha tulionayo ili mtoto aishi muda mrefu. Pamoja na kwamba unaomba, ndugu mtazamaji, ni kweli unaomba, unafunga, lakini kuna baraka zingine hutazipata endapo hutamheshimu mzazi, hutamtunza mzazi wako, hutamjali mzazi wako. Baraka zingine ziko kwao. Kwa hiyo tuwatunze, tuwajali, tuwaheshimu. Lakini upande wa kiroho, waumini wote tujue kwamba baraka zetu ziko kwa watumishi sahihi wa Mungu. Maana wako watumishi sahihi wa Mungu na wale watumishi ambao sio sahihi, wanaodhulumu, wanaoibia washirika wao, wanaofanya mambo ya ajabu ajabu, hao hawana baraka kwenu. Kwa hiyo watumishi sahihi wa Mungu ambao wana baraka za Mungu kwa ajili. Tunakushukuru sana ndugu mpendwa mtazamaji, endelea kutufuatilia kwa ajili ya taarifa zingine na mafundisho mengine zaidi kwenye mitandao yetu ya kijamii. Mungu akubariki. Asanteni sana. Amen.